waandishi nitawaandalia session yenu ya mikate, nitawaletea zawadi ya mikate. Tutakula na mtaenjoy tu. Godi, hili pira ambalo tumeliona leo tunaita pira nini? Zigizaga, pira biliani? Hili linaitwa pira hitaji kombe la Champions League. Wewe. Yes. Pira ambalo shabiki wa Yanga ataondoka kila katika mechi atakayokuja uwanjani. Ataondoka na ushindi. Ataondoka kafungwa. Nakwambia mimi. Huyu Romain Folz kaja na mfumo ambao niliuona mwaka 1998. Wapi huko? Brazil hiyo. Unquepecable. Hiyo hatari. Ukija unakutana nacho. Sio umeelewa? 1998. Acha 98. Nikakutana nayo tena mwaka 2002. Wapi huko? Brazilian hiyo. Hapo. Ronaldinho Gaucho anatambulishwa kwenye dunia sasa kasawe kwamba ndo mchezaji bora wa dunia. Yuko na Ronaldo. Pira hili la leo au ndo la msimu? Yanga inavyocheza sasa hivi unaweza usielewe. Hasa kama nyinyi hamuelewi. Wachambuzi hawaelewi. Wewe unadhani Al Ahly wanaelewa? Hawaelewi. Yaani kwa mfano si wachambuzi hapa ndio elimu yao wamesoma wakasema mpira wanaujua sasa hivi wanakuja kuchambua. Yanga anacheza anasema hawaelewi. Wachambuzi. Ukiwauliza na baadhi ya wadau wa mpira wa kibongobongo na wao wanasema hawaelewi. Ila sisi mashabiki wa Yanga tunaelewa. Sisi tunachotaka si matokeo. Sisi tukija uwanjani tunataka ushindi, tunataka mimi yani hapa nataka kufungwa shekhe. Sema matokeo yake ladha kidogo. Wewe usijichanganye. Kwenye hizo ladha kuna watu hapa ladha wanakula chuma. Yaani wewe Azam anacheza vibaya kwani? Si msimu mzima hapa Azam anacheza vizuri hapa. Lakini akienda Mbeya sare, akienda huko kanyukwa, lakini anacheza vizuri. Wana enjoy kila matokeo. Na sisi matokeo tunapata. Wanasema kwamba licha ya matokeo ambayo mnayapata kiwango sio kizuri, kocha aeleweki, pengine bado hajapata kile ambacho anakihitaji kwa wachezaji, kwa maana ile combination ya wachezaji. Sasa hilo kwenye combination inawezekana likawa lake mwalimu, kwa sababu kwenye mpira ni mchezo wa maoni. Na maoni ya kwenye kucheza inawezekana wewe ukawa na choice yako. Mimi nikawa na choice yangu, huyu akawa na choice yake. Mwalimu kikosi ambacho yeye anakichagua hapa boli sasa. Anafanya nao mazoezi kila siku. Anamuona mchezaji ambaye wiki nzima kabla ya mechi anayefanya vizuri zaidi mazoezini anampa nafasi. Hatoi nafasi kwa majina au kwa gharama ya mtu alivyosajiliwa. Mwalimu anatoa nafasi kwa namna ya performance mazoezini ya Vic Town. Mimi sipo. Ila mimi kwa timu yangu ninavyokuja kuiona inawezekana nikawa na machoice tofauti. Unamwona Azizi Andabwile? Namuona kaka. Yule ni new ya Tule ni Afrika. Ni mchezaji ambaye ananusa hatari, anapiga touch vizuri. Yaani kuna pasi Azizi anazipiga Andabwile utegemei kama hizo pasi anazipiga. Yaani kwa namna ambavyo tulikuwa tunamuona huko nyuma. Gari limewaka, ni la moto kweli kweli. Inawezekana kwenye timu mimi kwenye timu napenda kuona playmaker, mchezaji mbunifu katika eneo la juu ambaye atasababisha kupiga pasi zisizokuwa na macho ya kawaida. Mimi binafsi Godi Yanga huwa napenda hivyo, na napenda hivyo kwenye timu yangu. Kila nikitizama playmaker wa aina hiyo namuona ni Mohamed Dumbia. Kwenye misimu kadhaa nyuma tulikuwa na Stefan Aziz Ki. Misimu ya nyuma zaidi tuliwahi kuwa na Faisal, tuliwahi kuwa na Kratos Chota Chama. Tumewahi kuwa na wachezaji wengi kwenye eneo hilo la inside 10. Lakini kwa sasa kwenye timu yetu namuona Mohamed Dumbia kuwa ni mchezaji playmaker zaidi ambaye ana uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi, lakini touch zake zinarahisisha timu kwenye transition ya kutoka nyuma kwenda mbele. Napoona anapokosekana kiwanjani huwa naiona hiyo ladha ambayo nyinyi mnaitamani kuiona ikipotea uwanjani. Hiyo ni ladha. Sawa? Sio kwamba timu inacheza vibaya, hiyo ni ladha ya football. Kwamba kuwe na mchezaji ambaye atapiga pasi kushoto, anatema mate kulia. Tunaelewana vizuri? Mechi takriban kama mmeziona 3-4 ambazo Young Africans anaanza. Unaona first half ya Simba hiyo ya walite hawa huko away Angola
na hata ya Pamba Jiji na hii ya leo. Unaona Dumbia anakuwa first half hayupo. Second half ndo anaingia. Na mnaona first half inakuwa ngumu kupata matokeo, second half inalainika. Kwa sababu ya nini? Dumbia ni kilainishi. Ndio huyu Aziz Ki wetu mpya. Leo hakuwemo. Uliona mwalimu alichukua maamuzi ya kumwambia Pacome njoo uwe kilainishi katikati. Kule kulia akamweka kulia ambako ndi kushoto kuingia kulia. Alimweka Chikola, upande ule kule akamuingiza ule mtoto Edmond John. Kwa maana Pacome aje afanye majukumu ya Mohamed Dumbia na aliyafanya vizuri. Hichi alichokifanya leo Pacome ndicho alichokifanya dhidi ya Simba raundi ya mwisho msimu uliomalizika. Kwamba Azizi ameondoka, Pacome njoo ucheze inside 10. Utuonyeshe namna ambavyo unaweza kulainisha mipira. Sasa mpira wa aina hiyo sio kocha mbaya. Mpira wa aina hiyo ni namna ambavyo unaweza kuwatumia wachezaji katika nafasi hiyo. Mimi naamini umemwona Mudathiri haya basi. Umemwona Duke Oga Abuya. Maxim pia Nzengeli ni wachezaji wazuri sana. Lakini sio kwenye namba 10. Kwangu sio kwenye namba 10. Ni wachezaji wazuri ambao wanaweza kucheza position ya namba 8 na namba 6. Labda kama nitamfuatilia vizuri Call Magic, naye namuona nao utaalamu ambao unaweza kumtumia kama Faisal kwenye namba 10, lakini kwenye namba 10 ya Young Africans kama utamkosa Mohamed Dumbia lazima umtumie Pacome Zouzoua. Huna namna yoyote. Hivi Godi Yanga hapa una Yusuf Kagoma, hapa una Azizi Ndambwile. Wewe ndo kocha hapo. Kimataifa unalukana nani? Yaani mimi nisidanganye. Nitaondoka na Azizi Ndambwile. Kwa mechi alizocheza inatosha kumthibitishia hicho. Dada yangu. Mimi ameni surprise Ndambwile. Sio mimi. Kila Mtanzania mpenda mpira kama kweli unajua boli. Ndambwile kama surprise kila mtu. Namna ambavyo ananyang'anya. Hivi ushamuona kapata yellow card? Lakini ananyang'anya hatari. Nendeni hao ma video analyst hao wakawaambie kuhusiana na Azizi Ndambwile namna ambavyo zile interception anazozimaliza kwa wapinzani. Yaani yeye ndo anafanya Diki na Baka kuwa na kazi nyepesi. Ananyang'anya, anajua kwamba mpira huu unaenda pale ni hatari, anaingia ufunguni. Ndambwile sasa hata kipiga tackling. Tiki, yani hivi ni Oktoba tu. Yaani Ndambwile hata kienda ufunguni ni Oktoba. Yaani ni kila kitu anafanya hivi. Kimenyooka. Godi, tukiacha hii mechi ya leo sasa, niliwahi kusikia ukisema kwamba kuna msemaji, kuna barua shapokea. Hujatupa muendelezo. Muendelezo wa barua waandishi wa Mbeya. Ngoja niangalie taarifa yangu moja. Hebu chunguza kidogo, maana umetoka kwenye mabano muda mrefu. Msemaji nyingi. Ziko kuna ya asili na ya kawaida. Hiyo ya asili sasa. Tuchungulie sana. Unamuona? Unamuona? Pendwa. Taarifa zinasemaje? Tupe. Hali ni mbaya. Hali yao sio nzuri na kesho wanacheza bila mashabiki. Msemaji amewasema sana mashabiki kwamba hawana nidhamu. Nidhamu ya washabiki wake ni mbovu. Wanatumikia adhabu lakini wachangie. Na kuna ambayo yanasemwa kwamba kuna hela zikiingia watu wanaziweka banka. Zipo. Lakini kwa msemaji bado barua yake iko mezani na kuna mabadiliko. Nimeyasikia yatafanyika kwenye baadhi ya nafasi za uongozi wa klabu yao. Ngazi ipi sasa Godi? Kabla ya huyu bwana huyu. Yupi tena? Kabla huyu msemaji wao kutimuliwa. Yes. Kuna mabadiliko ya nafasi kwenye CEO na COO. Unamjua COO? Kwa Yanga ni kama za kuna mabadiliko. Mtayaona baada ya mechi ya kesho kabla hawajaenda kwenye mechi ya ligi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ngoja kwanza tuende kwa kituo. Kwa kituo. Umesema kwamba kuna msemaji. Msemaji ana barua yake iko mezani, nasubiri muhuri wa tarehe tu, ule muhuri wa hivi kwenye tarehe kuachia ngazi. Haya tuendelee. Halafu kuna mabadiliko ya COO na CEO.
kwenye eneo lao la kazi. Hizo ni za ndani ambazo zimenifikia, na kwa taratibu watazifanya hivi karibuni baada ya mechi ya kesho. Mechi ya kesho ina maamuzi mengi. Mechi ya kesho inaondoka na watu si chini ya wawili kwenye taasisi yao. Chukua kutoka kwangu, hata washinde, hata wasare, hata wafanyeje, mechi ya kesho ina mabadiliko. Baada ya mechi ya kesho nitafuteni. Sawa Godi Yanga, pengine unadhani haya yote yanayoendelea ndani ya klabu ya Simba imechagizwa na kumfunga? Ukiacha dabi, lakini mwendelezo wa timu pia uko sawa. Yani tu ukiacha kupoteza kwao kwenye dabi, lakini mwendelezo wa timu yao hauwafurahishi mashabiki. Idadi ya mashabiki kwao imepungua sana kiwanjani, nyinyi ni mashahidi, na wala alihitaji maelezo. Mashabiki wanaokuja Benjamin Mkapa hata kipindi kwa KMC wakai upande mmoja wakajaa. Timu imepoteza brandi ya timu, kwa maana hauwezi ukampeleka mdhamini utamuonyesha video clip za kuanzia tu kwa Simba Day kurudi nyuma, lakini kuanzia hapo, baada ya hapo hakuna mwendelezo wa mashabiki viwanjani. Kwa hiyo wamepoteza mvuto, hawana mvuto kwenye masoko, hawana mvuto kiwanjani. Hata wanavyotaka kwenda kuzindua matawi, hayo matawi wanayotaka kuyarathimisha ya kishabiki yanapoteza mvuto wa kwenda kuyazindua. Kuna kazi kubwa sana inafanyika kwenda kuwathibitishia waandishi kwamba tumeenda sehemu kuzindua matawi. Kwa hiyo hata matawi sasa hivi yamesitishwa. Fuatilieni matawi kwao, sisi tunaendelea na shughuli hizo. Yanga leo unavyozungumza hapa tunaongea tuko Dar es Salaam na mechi, kuna watu wako Mbeya, kuna kwa wenzetu huduma imesitishwa. Sawa Godi, bwana ufike salama yenyewe hii Mali hiyo ni mpya. Mambo ni ngari ngari. Lakini kama ile nyingine nani yake hii? Kitambaa chake. Haya magoli haya. Kitambaa unakiona kabisa Lula. Asante Ghalib. Alafu hii unaskani kabla, lakini ina kitu kinaitwa nia. Tali. Wa Tanzania mtakuwa mjifunze. Tofauti hizi na zile wapi? Kuna kama ni kitu kimoja. Wewe unachokiona hapa kwenye jezi kinachofanana ni design. Kwamba mchoro wa jezi ukoje ni ule ule. Kilicho tofautiana ni aina ya kitambaa kilichotumika kwenye jezi ile na hii. Tofauti. Yes. Lakini huyu bwana Nia huyu. Watu wanauliza ni nani? Basi nitawaeleza kesho.